What is life? Tell somebody life is a gift. Shout it, life is a gift. Kuna mtu mwingine alikuwa anauliza katika maandiko, what is man? Na mimi nauliza, what is life? Shout it, life is a gift. Somebody read for me the book of Psalms 139 verse 14. Zaburi 139. Niangalia mstari ule wa 14. Zaburi 139. Yes. Mstari wa 3. Yes sir. Mstari wa 14. Basi nami nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Have you heard it? I will praise you because you created me fearfully and I'm wonderfully made. Your works are wonders. Matendo yako yanatisha. Jinsi nilivyo. Kuna mtu mmoja aliimba wimbo akasema, jinsi nilivyo, jinsi nilivyo. Alikuwa nani? Mose alisema ndivyo ulivyo. Lakini kuna yule alisema jinsi ulivyo. Naja kwako. Mkwana. Anasema ndivyo nilivyo, hivyo ndivyo nilivyo tu, naja kwako vile nilivyo. Inaweza kuwa kwa boma yenu hakuna historia nzuri. Hakuna watu ambao wameweka foundation nzuri. Lakini Mungu amekuleta kwa ufalme wake majira kama haya ili wewe utumike kuweka rekodi nzuri katika hiyo boma. Utumike kuweka foundation nzuri kwa hiyo kijiji. Kama kuna mtu ambaye ameleta light, nuru katika hiyo kijiji, katika huo mji, mwangalie mtu mwambie ni wewe utakayepeleka. Umeitwa kwa ufalme kwa kusudi hilo. Haujaitwa ili ufurahie tu kanisani. Umeitwa uwe nuru kwa mataifa. Umeitwa uwe chanzo na mfano kwa wale wengine kule nje. Umeitwa ili upate kuwa na uwezo wa kujibu mtu maswali yake kule nje. Maandiko inasema you are fearfully and wonderfully made by God. Mtu asikudunishe. Unalo kusudi kwa nini Mungu amekuita. And if God has given you life, you have to know that life is a gift. Somebody shout it again. Life is a gift. Amen. I want to talk to you something about this life. If life is a gift, kama maisha ni nini? Ni gift. There are things that I expected you to live. There is a way you are expected to live if you have a gift. Kama maisha ni kipawa Mungu amekupatia, kuna vile unapaswa kuishi. Life must be lived to the pleasure of the giver, because life is a gift. If it is a gift, then you that you are living it, you have to live it to the pleasure, kwa furaha. Uishi hayo maisha kwa furaha ya mwenye kupeana kama kipawa. You live it to the pleasure of the giver. You don't live it to your own pleasure. Listen to me. Any prayer that you pray in the name of Jesus, and that prayer inakubenefit peke yako, it doesn't benefit the kingdom, it doesn't benefit the community. That prayer is a selfish prayer, and therefore it is limited. Haiwezi ikajibiwa kwa viwango ambavyo ubetamani. You know why I started by talking to you about prayer? It's because majority of the people in the Christendom wanaamini kwamba prayer ni kifunguo. Nothing will happen without prayer. But don't forget there is a man of God in the Bible. His name is Jacob or James. He says you pray really, but you don't get it because your prayer miss. Munaomba vibaya. So that muna mbaya. Attitude ni mbaya maombi. Kwa nini unaomba hiyo? Unaomba hiyo ili uvitumie kwa kusudi lako mwenyewe. But once you come in the kingdom, you are not supposed to live by your own purpose. You are supposed to live by God's purpose.
Unastahili kuishi kwa kusudi la mwenye amekupa maisha. Kama ulikuwa unakufa unatupwa kichakani, umetupwa kwa shimo, unataka kufungiliwa, maisha ishe. Na mtu anakuja anasema, kabla sijakutoa tukubaliane kwamba ukirudi kuishi utaishi kwa vile mimi nataka. Alafu wewe unasema ndio. Alafu unakuwa pulled, unatolewa kwa shimo. Unaanza kuishi, unawekwa huru, unaishi. Lakini unaambiwa hiyo maisha uko nayo si yako, ni ya nani? Ni ya ule aliyekutoa katika nini? Katika shimo. Life is what? A gift. Ni kipawa. Lakini kama ni kipawa, watu waishi hayo maisha kwa furaha ya mwenye kupeana. Wewe unafikiriaje if you go and buy a very good gift? Let's say gift kama suti nzuri, you buy it. Alafu unakuja unabariki nayo mtu. Alafu katikati ya wiki unaenda kumtembelea. Unapata anapanguza nyumba, lakini anatumia hiyo suti kupanguza nyumba yake kama rag. How do you feel? Unasikiaje? Mtu amenunua nguo ya dhamana mzuri kama kipawa akakupatia. Alafu akikutembelea anapata unafagia nayo, ndio umefanyika kuwa ya kukausha maji chini ya nini? Wewe unaona huyo mtu anafikiria nini? Now listen. Ukiishi maisha nje ya kumfurahisha aliyekupa, ni sawasawa na mtu ambaye anatumia kipawa alichopewa kwa kufanya mambo ambayo ni ya madarau. So if life is a gift, we should live it based on the pleasure of the person that gave it. Kwa nini unaweza kutumia maisha kinyume na mwenye alikupa? Muulize mtu kwa nini. Umepewa kama kipawa, lakini ukitumie kumkasirisha yeye aliyekupa. Hivyo ndio maana unaona pesa za wizi haziwezi tajirisha mtu. Zinapiga mtu mwenye aliziiba. Unajenga nyumba ambayo utalala ndani yenye itakuangukia. Unaiba pesa, unaenda nazo, kule unakimbia, inakuletea kifo. Inakununulia sanduku, unalala ndani haraka. Maisha kama ni kipawa, kitumiwe kwa kila mmoja wetu kwa hekima na furaha na utukufu wa nani? Yeye aliyepeana. Kama kanisa ni la Yesu, ili kanisa litumiwe kwa hekima na utukufu wa nani? Wa yeye ambaye ametupa kibali na nafasi ya kuanzisha kanisa hapa. Kama wokovu ni kipawa cha Mungu, basi hiyo kipawa cha wokovu kitumiwe kwa kufaidisha ufalme wake yeye ambaye alipeana hiyo kipawa. Kama pesa zako zimekuja na unajua hii pesa Mungu ndiye ameniwezesha, hiyo pesa mzee mama itumike kwa kujenga mwili wa Kristo. Hiyo pesa itumike kwa kusababisha mikutano watu waokoke. Hiyo pesa itumike kwa ajili ya vyombo vinunuliwe. Hiyo pesa itumike kwa ajili ya watoto waombewe toba. Pesa yako si yako tu. Pesa yako ni ya Mungu, amekupa kwa kusudi la kuinua ufalme wake. Somebody shout, I hear you, I hear you. I hear you, I hear you. If your prayers ni ya kukubenefit wewe na mkeo na watoto wako, your prayers is limited. Inatakana ikufaidishe wewe na watoto wako, na faida itakayotoka kwako wewe na watoto wako iende kwa nyumba ya Mungu, iende kwa kasi ya Kristo, na iende kwa community, watu ambao unatoka katikati yao wapate faida. Ni kwa nini kanisa hili liliwekwa hapa Bomala? Lifaidishe nyumba ile, lisaidie ile jamii, isaidie ile nyumba. Kanisa si la watu wawili watatu kuja kusherekea na kucheza hapo peke yao alafu wanaringa hiyo ni kanisa yetu. Hapana. Kanisa ni lile linatoka, linatumia uwezo na karama na kibali na neema ambao Mungu amewapa kufaidisha community na kujenga ufalme, na jina la Mungu litukuzwe. Hilo ndio kanisa. Hiyo ndio wokovu. Hizo ndio vipawa ambavyo vinatokana na yeye ambaye alipeana. Na wanangu, jioni ya leo, alasiri ya leo, na watabiria hiyo vipawa vije kwenu alasiri ya leo. Mungu awape hiyo neema na hiyo kibali ya kusimama katika hiyo injili, mkaibebe kwa kusudi la utukufu wake mwenyewe. Sema ndio, 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 ndio.
Look at somebody, tell somebody, live by the benefit of the kingdom. I say hallelujah. Use your life, use your gifts. Wokovu ni karama. Usitumie kutatiza watu. Usitumie wokovu wako wa kumjua Mungu kwa kuonya watu, kuwatishia watu ambao wanamtafuta Mungu. Hallelujah. Kila mtu ana madhaifu yake katika nyumba ya Mungu. Watu hawazaliwi katika nyumba moja wa kutoshana. Watu wanapitana. Huyu anakuja na tabia zake, huyu anakuja tabia zake, lakini DNA ni moja. Damu ni moja. Lakini mtoto mwingine ni mwizi, mwingine ni muongo, mwingine ni msinifu tu wa wanawake, mwingine ni mpole tu wa kutulia. Hallelujah. Lakini wote baba moja, mama moja. Ni Kristo anaishi ndani yako kwa kusudi lake. Kristo anakaa ndani yako kwa kusudi atekeleze kusudi lake. Kuna watu ambao Mungu alijuta kwa nini aliwaumba. Kuna kipindi watu waliishi duniani na Mungu akajuta kwa nini aliwapa nafasi ya kile kipindi cha Noa. Kulikuwepo na watu ambao walimfanya kwa mwenendo na mtindo wa maisha yao, ilifanya Mungu akajuta. Huo ulimwengu ulikuwa muovu. Na mimi nikiangalia anga ya leo, siku za leo ni kama zimefika hizo siku. Bible inasema kama vile ilivyokuwa siku za Noa, ndivyo itakavyokuwa siku za mwana wa Adamu. Watu walitembea kwa nia zao, na zilikuwa ni nia mbaya. Waliishi kwa kusudi lao wenyewe na alikuwa nzuri. Maandiko yanasema, Bwana akasema, kila mawazo ya mwanadamu ni maovu. Ninajuta kwa nini niliumba hawa. Mwangalie jirani, mwambie Mungu asijute kwa ajili yako. Naomba Mungu asijute kwa nini nimekupa pesa. Mungu asijute kwa nini nilikupa huyu mzee. Mungu asijute kwa nini nimjalia huyu mtu kuishi leo. Na kuombea Mungu asijute. Mungu asijute kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Maana kuna watu Mungu anajutia, kwa nini huyu nilimruhusu kupata pesa. Hivi ndivyo anavyoishi. Kumbe huyu akipata pesa hivi ndivyo anavyokaa. Najuta kwa nini nilimpatia. Wale watu Mungu alijuta. Akasema kwa sababu hii nitamfutilia mwanadamu mbali. Nitamuondoa katika dunia. Naomba rehema za Mungu alasiri ya leo. Bwana turehemu. Pigie Yesu makofi. May God be happy for you. May you make him happy. May you make him rejoice. Mfanye afurahie kwa kusudi. Amen. So if life is a gift, you have to live it because of the pleasure ya yeye aliyepeana. Number 2, life is a privilege. Life is a privilege. Sasa hiyo kwa Kiswahili mniambie, life is a privilege. Kuna Waswahili hawajui privilege ni nini. Ni fursa. Maisha ni fursa. Umepewa tu fursa, na hiyo fursa ni fursa nzuri. Piga kelele, sema fursa nzuri lakini fupi. Sema tena, fursa nzuri lakini fupi. Life is a privilege. Nobody stood at night and slept and said, because of my personality I'll wake up na kaamuka. Hakuna mtu aliamuka kwa nguvu zake. Hakuna mtu aliamuka. It's a privilege. Kulala na kuamuka ni fursa tu. Hakuna mtu ambaye ameunganishwa mahali na wahubiri ama na watu wakubwa mahali ambapo roho yao itawatetea wakati ambapo life inaisha. Hakuna. Ni wewe umepewa fursa. Ni wewe umepewa nini? Fursa. Na nimekuambia hiyo fursa ni nzuri sana, lakini ni fupi. Msisahau jamani. Sema apostle alikuwa anafundisha, mimi sikujua, kumbe Mungu alileta hilo neno ili likusaidie kugeuza maisha yao ya miaka 50 njayo. Mungu alileta hilo neno. Mnajua vizuri mimi si hapa kila wakati. Nikija hapa ninakupatia neno. Ili neno ninakupatia likutetee, likusaidie, likubebe, likupiganie, likupe neema na kibali, likusaidie kufungua milango ya chuma maishani. Ili neno la kinywa changu wacha likubaliwe na wewe Bwana. Maneno ya kinywa changu wacha yakubaliwe na wewe Bwana. Mawazo ya moyo wangu wacha yakubaliwe na wewe Bwana.
mawazo ya kinywa changu, wacha yakubaliwe na wewe Bwana. Inua mkono sema, maneno ya kinywa changu wacha yakubaliwe na wewe Bwana. Omba maneno Ya kinywa changu, wacha yakubaliwe na wewe Bwana. Aya, sema hivi, matendo ya mwili wangu wacha yakubaliwe na wewe Bwana. Twende. Matendo Ya mwili wangu, wacha yakubaliwe na wewe Bwana. maneno Maneno